Bwana awabariki sana. Ni kipindi cha uwakili. Wangapi ambao tulikuwepo siku ya jana? Asante, tulikuwa wengi. Na jana tulijifunza habari ya uaminifu. Tukaona uaminifu katika Biblia. Tukaona hilo neno uaminifu linamaanisha nini. Tukaona madai ya Mungu kwetu ambao ndio tunaomwabudu, ya kwamba Mungu anadai uaminifu katika maisha yetu, uaminifu katika mtindo wa maisha, uaminifu katika matoleo ya zaka na sadaka, uaminifu katika huduma tunazofanya. Hata sisi wachungaji tukisimama hapa, Mungu anatudai uaminifu. Anadai uaminifu wa huduma yetu, maana huduma hii inayofanyika hapa inahitajika ikubaliwe mbinguni. Inahitajika ikubaliwe wapi jamani? Waimbaji, mnapokuja kuimba, kile ambacho mnakiimba na namna mnavyoimba, hakikisheni Mungu anakubali hiyo huduma. Usishughulike kwanza na wanadamu, maana Mungu ndiye anayetuhesabia uwakili wa kila eneo. Kwa hiyo tunahitaji tuwe waaminifu zaidi, na tuliona kwamba uaminifu ni hitaji la kanisa wakati huu wa mwisho. Kanisa liko mwishoni, linahitaji washiriki wawe waaminifu ili kazi ya Mungu isonge mbele, ili familia zetu ziendelee kumwabudu Mungu kwa sababu ya uaminifu huo. Ndoa ziweze kusimama kwa sababu zimekuwa na uaminifu mbele za Mungu. Na ndipo sasa tukasema uaminifu ni neno la Kiyunani, na tukasema ni neno ambalo linaitwa pistos, na ni neno ambalo limetokana na mzizi wa neno ambao unaitwa peitho. Na tukaona hilo neno pistos lina maana ya the one believing. Ni hali ya mtu kuamini, ni mtu aliyesimama akiwa amenyooka, akiwa na tumaini, akiwa amefanya uchaguzi wa kusimama akiwa mwaminifu katika upande wa Mungu, upande wa kweli katika maeneo yote. Zaka na sadaka, mtu anaazimia ya kwamba mimi nitasimama